Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu inua mikono yako juu, mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Kuna mama sijasikia kelele kutoka kwenu kwa ajili ya Bwana. Amen, amen. Asante sana. Mungu awabariki sana. Kwanza kabisa nianze kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee sana ambayo amenipa kuwa mnenaji katika hili kongamano la Pentekoste tangu siku ile ya Jumatano. Namshukuru Mungu sana kupata kibali cha kusimama kwenye hii madhabahu nzuri, madhabahu ya kanisa zuri la majumba 6 mpya. Lakini pia nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji wangu, Mchungaji Dunstan Kanemba, wale ambao wamekuwepo tangu siku ile ya Jumatano. Niliwaambia kwamba mimi nikiwa hapa niko nyumbani, kwa sababu Mchungaji Dunstan Kanemba mimi ni baba yangu, amenichunga, amenilea, na huduma yangu imezaliwa chini yake. Unaponiona nimesimama hapa na chakarika, basi ni matunda ya mchungaji wetu Dunstan Kanemba, na nitawashuhudia kidogo hapo mbele. Lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu baba, amefanyika baraka sana kwangu na kwa familia yangu na kwa huduma yangu kwa ujumla. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumshukuru kule alipo, na mama pia mke wake pamoja naye namshukuru sana. Niwashukuru pia wazee wa kanisa, Mungu awabariki. Mchungaji msaidizi, ubarikiwe sana kwa kazi kubwa mmefanya. Nimefurahia kuona mshikamano mlio nao, hata pamoja na mchungaji yuko kwenye huduma kule, lakini mambo yanaenda. Wazee wa kanisa, Mungu awabariki sana. Viongozi wote, kanisa zima, washirika wote, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amina. Mimi kwa jina naitwa Tumaini Kundaini Chanyarika Msuya. Ni pale niliokoka, na kwa neema ya Mungu nikashinda roho ya ubahili. Sinasemaga pale ni ubahili. Mimi nimeshinda katika jina la Yesu, na kila pale aliyookoka ameshinda roho hiyo katika jina la Yesu. Nimeoa, mke wangu anaitwa Sara Chanyarika, na Mungu ametubariki, tuna watoto 5. Wewe umesikia tu? Watu 5 wengi jamani, au wachache? Wachache. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametubariki, tuna watoto 5 ambao kwa kweli wamekuwa baraka sana kwetu, na mke wangu Sara amewasalimia sana. Anawasalimia sana. Na mapokea salamu hizo, niwe mwaminifu kuzileta. Zipokee salamu hizo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimefurahi sana pia hapa nipo na mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Elikana. Naomba wasimama tena punga mkono. Huyu ni mtendakazi pamoja nami pale mahali napochunga, na ndiye anayesimamia kikosi cha wainjilisti pale kanisani. Ni kiongozi wa wainjilisti. Kwa kweli huyu baba amekuwa ni baraka sana, na amefanya kazi kubwa mno, na watu wengi sana wanaendelea kuokolewa kwa sababu ya kazi kubwa ambayo anaifanya pale kanisani. Elikana, Mungu akubariki. Nimefurahi kwamba tuko pamoja hapa katika ibada ya leo. Jamani, haleluya. Lakini pia hapa nina watu niko nao hapa, na nina mshirika wangu mwingine, kiongozi wa vijana Joji, si kama ameshafika. Joji Kanda nikuwepo, lakini nilikuja naye akatoka kidogo, kuna kitu alifuatilia hapo, lakini atarudi. Na binti yangu pia ameolewa hapa sio siku nyingi, siji kama yuko hapa. Yuko pale mwanangu, barikiwe. Huyo pia alikuwa mshirika wetu pale Nijoi Social Center Kimara, lakini nyinyi mkao wajanja mkamwona na sasa yuko hapa majumba 6 mpya. Niwaambie tu kweli, mmepata mtumishi wa Mungu mzuri sana. Huyu dada mmempata. Jamani, haleluya.
Tumieni vizuri na mtafurahia sana. Sasa baada ya hayo machache, naomba twende kwenye gongo la chuo. Hebu sema gongo la chuo. Chukua Biblia yako sasa. Chukua Biblia yako. Chukua Biblia yako. Chukua mahali pazuri pa kuandika na kalamu yako ya kuandikia. Fundi mitambo, kama utanisaidia kuzijaza kidogo hizi monitor, asante. Utakuwa umeniokoa sana. Hizi sauti zetu hizi, yaani ndio shughuli zinafanya kazi usiku na mchana. Asante sana. Naomba tuende kwenye andiko letu la somo ambalo tumeanza tangu siku ile ya Jumatano. Lina kichwa kinachosema umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya nchi. Hebu sema kwa sauti, kwa ajili ya nchi. Kuna mfano mmoja nasikia nitoe hapa, nahitaji kitu fulani. Naomba kama naweza nikapata maji chupa mbili, kama naweza nikapata hizo chupa mbili tu za maji, hata kama ni ndogo, kama naweza nikapata, na kama nitapata kandoo kadogo hata ka lita 3, lita 5, katanisaidia kutoa kielelezo kizuri ambacho ninacho kwa somo langu. Lakini andika umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya nchi. Na twende kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Alafu nitaomba mtu mwingine huko kwa wazee wa kanisa hapo atanisomea mstari wa 8. Lakini naomba kila mtu fungua Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5 na kisha mstari wa 8. Nianze kusoma 4 na 5 alafu kusoma mstari wa 8. Sawa sawa? Biblia inasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo wamesikia habari zake kwamba ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Naomba nisome mstari ule wa 8. Nitasoma. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, naye mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Manake nguvu hatuzipati tu, tunazipata kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu, ndiye anayetupa nguvu. Kwa hiyo tukimpokea Roho tutapokea nguvu. Na hapa anasema mkishapokea hizo nguvu, kinachofuata mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nini? Mwisho wa nchi. Naomba twende pamoja hizo. Mkishapokea hizo nguvu mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake hapa tunafundishwa kwamba kusudi kubwa la kwanza, yako makusudi mengi ya Roho Mtakatifu kuja kwetu, yako makusudi mengi, yaani ama kuna kazi nyingi za Roho Mtakatifu ambazo tunasema nifundishe hapa, ziko zaidi ya kazi zaidi hata ya 50 hata kuwezekana hata 100 za Roho Mtakatifu. Lakini katika hizo iliyo kuu kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuwezesha kuwa mashahidi wa Yesu, ni kutuwezesha kuipeleka injili ya Yesu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Hii mwisho wa nchi inakamata maeneo yote yaliyo nje ya Yerusalemu, yaliyo nje ya Uyahudi, yaliyo nje ya Samaria. Maana hata manyumba 6 yako kwenye kipengele cha mwisho wa nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kazi wangu mkubwa katika hili somo ni umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya nchi. Hebu rudia tena, sema kwa ajili ya nchi.
Sema tena kwa sauti, kwa ajili ya Injili. Tumesoma huu mstari wa 4 na 5. Ni mstari ambao kila mara ninapoisoma ninajifunza umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Biblia inasema Yesu alipokutana nao wanafunzi wake aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ambayo ulisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Hapa ilikuwa ni siku ya 40 baada ya Yesu kufufuka. Mtakujiacha hapo. Ilikuwa ni siku ya 40 baada ya Yesu kufufuka. Anawatokea wanafunzi wake hii siku ya 40. Hapo nyuma alikuwa anatokea, lakini hii siku ya 40 ndio ilikuwa na tukio hili kubwa na kuwazuia kwamba wasitoke Yerusalemu. Wakati anakutana nao, anawaambia msitoke Yerusalemu. Watu anaowazuia sio Wakristo wachanga. Watu wanaowazuia sio watu ambao amekaa nao siku 5, siku 10, labda siku 20. Ni watu ambao alishakaa nao miaka kama 3.5. Amekaa nao miaka 3.5. Walifikia kiwango cha kufanana naye, hata kuongea kama yeye. Ndio maana kusoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 na mstari wa 73 utaona Petro pale alipokuwa amekamatwa Yesu, alafu wao wakarudi nyuma. Waliporudi nyuma, watu walipokuwa wanamsikiliza Petro wakaona anaongea kama Yesu, anazungumza kama Yesu. Wakamwambia, hata wewe ni mmoja wao, maana hata kuongea kwako kunafanana na Yesu. Maana walikaa karibu na yeye kiwango cha kuongea kama yeye. Lakini pamoja na hayo, Yesu anakutana nao, anawaambia, hata kama mmekaa na mimi miaka 3.5 na mmejifunza hata mnavyoongea na mnaongea kama mimi, lakini kwa jukumu kubwa ambalo liko mbele yenu na kuweza kuwaleta wengine kwangu na kuweza kuhubiri Injili kila mahali, hilo jukumu kubwa hamtaniweza kwa kitendo tu cha nyie kukaa na mimi miaka 3.5. Kwa hiyo kabla hamjaenda kulianza hilo jukumu, kaeni hapa Yerusalemu, kaeni hapa, msiondoke Yerusalemu. Hii point inanionyesha umuhimu wa Roho Mtakatifu, kwamba kumbe hii kazi ya Injili hatuiwezi peke yetu eti kwa sababu tu tumekaa karibu na Yesu. Hatuwezi peke yake kwa sababu tu tumekaa na Yesu kwa muda wa kutosha. Na ndio maana katika hii kazi, katika maisha haya ya Pentekoste, maisha haya ya wokovu, usijivunie miaka mingi tu ya wokovu ukasema mimi unajua nina miaka 40, nina miaka 50, kwa hiyo hawezi kuniambia kitu. Mimi na miaka 20, nina uzoefu, najua nianzie wapi. Nikienda kushuhudia, najua nianzie wapi. Sikiliza nikwambie, hatujivunii miaka mingi ya wokovu, ila tunajivunia matokeo ya ile miaka tuliyoishi ndani ya wokovu. Maana kuna uwezekano ukaishi miaka 50 kwenye wokovu, lakini akaja nyuma yako mtu aliyejaa Roho Mtakatifu ndani ya miaka 5 akafanya makubwa kuliko uliofanya wewe. Ndio maana Yesu anawazuia, hataki waondoke na uzoefu tu na kujivunia miaka mingi walio nayo. Hapa anawazuia, anawaonyesha umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kazi ya Injili. Amina. Unajua hapo nyuma kidogo ni Yesu huyu alitoa agizo kabla ya kuwazuia. Alitoa agizo. Ukisoma kitabu cha Marko utaona ile sura ya mwisho, utaona sura ya 15, ametoa agizo, anasema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Alafu tena huyu aliyetoa agizo siku chache baadaye anawazuia, anawaambia msitoke. Ni kama anawaambia msiende kutekeleza ile agizo kwa sasa,
Kwa hiyo niwaambia siku ya kwanza hapa kwamba kitendo cha kuwazuia na kuambia msitoke Yerusalemu haina maana kwamba anatengua ile kauli yake ya enendeni ulimwenguni kote. Haina maana kwamba anatengua, haina maana kwamba anaifuta, ila ina maana kwamba anawastopisha ili wapate power from above, wakipata hiyo nguvu itokayo juu, waifanye kazi ile ya Injili na waone matokeo yasiyo ya kawaida, waone matokeo yaliyo zaidi ya uzoefu wao, waone matokeo yaliyo zaidi ya ubinadamu wao. Haya matokeo yatasababishwa na Roho Mtakatifu. Haleluya jamani, haleluya. Lakini sisi watu Yesu anazuia watu ambao alishawahi kuwatuma. Unakumbuka wale 70 ambao Yesu aliwatuma watangulie katika vijiji mbalimbali, watangulie kule watengeneze mazingira. Luka 10 mstari wa kwanza utasoma baadaye, lakini hapo utaona Yesu aliwatuma wale 70 wakaenda katika vijiji mbalimbali ambavyo Yesu aliwaagiza waende, na walipoenda kule wakaanza kushuhudia na kuwaeleza watu habari za Yesu. Walipowaeleza habari za Yesu, wakaanza kuombea na wagonjwa, wakakemea na mapepo. Kila walipopachika mikono, mapepo yalitoka. Walipokemea pepo, pepo zilitoka. Wakarudi kwa Yesu wakishangilia, wakiimba, wakirukaruka, wakamwambia Bwana, hata pepo wametutii, hata pepo wamekimbia. Tulipoomba na kukemea, pepo zimetutii. Sasa hawa ndio wale ambao Yesu anawazuia, anawaambia kaeni Yerusalemu. Hii maana yake nini? Maana yake tunafundishwa kwamba uzoefu peke yake, experience peke yake ya huduma haitoshi. Pamoja na kwamba ni ya muhimu, lakini haitoshi peke yake. Unaweza ukawa na uzoefu wa huduma. Mimi nimesimama mbele yako, nimehubiri sasa ni miaka zaidi ya 30, nasimama kwenye majukwaa, lakini hata ningealikwa mahali kuna watu wawili wa kunisikiliza, sitaenda kwa uzoefu. Ni kweli na ubiri mikutano mikubwa, wanaotoka maelfu ya watu, lakini hata wamesimama watu wawili, kabla sijaondoka nitapiga magoti, nitasema Baba, kabla sijaenda nihakikishie Roho wako naenda naye, maana peke yangu sitaona matokeo. Hii kazi haitegemei uzoefu peke yake, inategemea uzoefu sawa, lakini uweza utokao juu. Haleluya, sema uweza utokao juu. Na hii ndio sababu ya Yesu kuwazuia, akasema uzoefu peke yake hautoshi, kaeni Yerusalemu, kaeni Yerusalemu. Lakini anawazuia watu ambao wanawafundisha miaka 3.5. Kile kilikuwa ni zaidi ya chuo cha Biblia. Unajua leo tunaenda kwa Biblia, tunafundishwa na walimu waliombeba Yesu. Yaani wao wamebeba Yesu na wanafundisha. Lakini wale jamaa miaka 3.5 hawafundishwa na mtu aliyembeba Yesu, ila walifundishwa na Yesu mwenyewe live, uso kwa uso. Miaka 3.5 wanapata chuo, wanapata shule, miaka 3.5. Na ukisoma mambo waliofundishwa, kasoma kitabu cha Mathayo sura ya 5, ya 6, ya 7, utaona mafundisho yale ya mema. Wanafundishwa mambo mazito ambayo tungesema hawa jamaa wana elimu ambayo inatosha wao kwenda mahali popote, hawakuwa na haja ya kuzuiliwa tena. Lakini pamoja na elimu yao, pamoja na ujuzi wao, pamoja na maarifa waliokuwa nayo, Yesu anawaambia hata kama una elimu, kaeni Yerusalemu, maana elimu peke yake haitaposha. Ukienda na elimu peke yake bila Roho Mtakatifu, utakuwa kama Mafarisayo, utakuwa kama watu wa dini. Kwa hiyo kaeni hapa, umepata elimu sawa, elimu ya muhimu sana na ongeleni kwa kuipata, lakini kabla ya kwenda kaeni hapa mpaka mmebatizwa katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Yesu anapozuia watu ambao wana sifa zote ambazo kibinadamu tungesema si angewaachia tu waende, si angewaachia tu waende. Mbona wana elimu, anafundisha, mbona wana uzoefu,
jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi, anazuia watu ambao alishawahi kuwahubiri na kuwaambia pokeeni Roho Mtakatifu na walishapokea, alafu anawazuia. Ukisoma Yohana 20:22, Yesu alipofufuka, baada ya kufufuka, alienda kuwatokea wanafunzi wake. Baada ya kuwatokea, walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi, maana walijua kwamba tumeshakataa dini ya Wayahudi, tumekataa dini yao, tumemkimbilia Yesu. Sasa tuliyemkimbilia amekamatwa, ameuawa, amekufa, na tumeshuhudia huyu amekufa na amezikwa. Sasa hawa jamaa tuliowaambia tunaacha dini yenu, tunamkimbilia Yesu, kitakachofuata ni kitu gani? Watatukamata, watatuweka gerezani, watatutesa, wanaweza wakatuua. Kwa hiyo kwa hofu ya Wayahudi, walipoona Yesu sasa ambaye walimkimbilia kafa kashindwa, wakaenda wakajifungia chumba cha ndani. Ukasoma hiyo Yohana Paulo, wakajifungia chumba cha ndani kwa hofu ya Wayahudi. Yesu akilijua ile, alipofufuka ile siku ya tatu, kitu cha kwanza alienda akawapokea kwenye chumba kile cha ndani. Wamekaa pale wanajikunyata, wamepoteza matumaini yao. Yule tuliyemkimbilia amekufa, yule tuliyemkimbilia hayuko hai tena, tutafanyaje? Hii aibu tutaipeleka wapi? Wamekaa pale, walisahau ya kwamba huyu mwanaume aliyekufa alishatangaza kwamba nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka, sitabakia kaburini, kaburi hatanikamata, siku ya tatu nitafufuka. Yesu akaenda akawatokea, alafu alipotokea wanahofu nini? Ikabidi aje kuwadhihirishia, anaonyesha mikono yake, ili wajue kwamba ni yeye, akawaambia amani iwe kwenu. Ndio wakashtuka, sema Yesu. Ukisoma kwa watu kwamba wakafurahi sana, wakafurahi kwamba kumbe ni Yesu. Alipofufuka alipotokea, wakafurahi sana. Unajua Yesu akawaambia, baada ya kuambia amani iwe kwenu, Biblia inasema ule mstari wa 22 inasema akawavuvia. Hebu rudia nyuma yako, sema akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Hiyo ni siku ile alipofanyaje? Alipofufuka, akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Niwaulize swali, je, walipokea ama hawakupokea? Walipokea, sio jamani? Haiwezekani Yesu awavuvie, awaambie pokeeni Roho Mtakatifu alafu wasipokee. Walipokea, na kile kilikuwa ni kitendo cha kuwagonga muhuri wa Agano Jipya. Maana kwenye Agano la Kale sio kila mtu alipokea Roho Mtakatifu, walipokea watu maalum kwa kusudi maalum. Sasa Yesu amefufuka, anataka kulitangaza Agano Jipya, kwamba kwenye Agano Jipya ni kila aliyeniamini ana haki ya kupokea Roho Mtakatifu. Na ndio maana amekutana nao wote, akawaambia wote pokeeni Roho Mtakatifu. Maanake anawagonga muhuri kwamba sasa kuanzia hapa, baada ya mimi kufufuka, sasa tumelianza Agano Jipya. Kila atakayeokoka ana haki ya kupokea Roho Mtakatifu. Na ndio maana mtu wa majumba sita mpya nasimama mbele zako kwa ujasiri, nasema hata wewe ni haki yako kujaa, ni haki yako kufurika, ni haki yako kupokea, ni haki yako kuwa na nguvu, maana tupo ndani ya Agano Jipya. Haleluya jamani, haleluya, haleluya. Yesu akawavuvia, wakampokea. Ulifuatilia kwa makini. Sasa baada ya kupokea, unakumbuka ni siku ya kufufuka, tunaikumbuka hiyo siku ya kufufuka, akawavuvia, wakampokea. Zikaenda siku 40. Baada ya siku 40 anakutana nao hapa kwenye Matendo 1:4-8. Anapokutana nao ni wale waliokaa nao miaka 3.5, ni wale waliotumwa kwenda kushuhudia, wakikemea pepo zikatoka, ni wale waliokaa nao Bible school ya mwalimu ni Yesu mwenyewe akawafundisha, lakini ni wale ambao aliwavuvia, akawaambia pokeeni Roho
siku 40 zilizopita, hao anawazuia. Unaniuliza anawazuiaje? Mbona alishawafikia? Mbona walishapokea roho? Nikagundua kwenye Matendo 1:4-5 anapowazuia hawaambii kwamba baada ya siku hizi chache mtapokea roho. Anawaambia baada ya siku hizi chache mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya! Kuna tofauti kubwa ya kupokea na kubatizwa, na nitakuelezea kidogo. Wale walionunua vitabu vyangu, kuna sura moja kwenye kitabu cha Upako wa Roho Mtakatifu nimeiandika viwango ama vipimo, nikisema kwamba Roho Mtakatifu ni yule yule mmoja, habadiliki, lakini viwango vya nguvu zake ndani yetu vinatofautiana. Kuna wengine kiwango chao ni kwenye kiwiko, Ezekieli 47. Kuna wengine kiwango chao ni kwenye magoti. Kuna wengine kiwango chao ni kwenye kiuno, lakini kuna wengine kiwango chao ni kipimo cha kubatizwa, maji yasiyovunjika, maji wanaopita lazima uogelee. Yaani huwezi kutembea peke yako, na ukitaka kuingia kwenye maji hayo ya kipimo cha kubatizwa, hautaenda unakotaka wewe, ila utaenda anakotaka yeye. Kwa hiyo hicho ndicho kipimo ambacho anawaambia kaeni Yerusalemu mpaka mmebatizwa. Ni kweli mlipokea, lakini hamjabatizwa. Ni kweli niliwahubia, lakini hamjabatizwa. Kile kipimo cha nyie kupokea kitawasaidia tu kuendelea kusema nimeokoka. Na sasa PhD maji masita, nimeokoka. Kipimo cha kupokea kile kitakusaidia tu hapo, lakini unapoingia kwenye stage ya enendeni ulimwenguni kote, mnapofikia kwenye stage ya kuwa shahidi Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mpaka mwisho wa nchi, hauhitaji tu kipimo cha kupokea, ila unahitaji kwenda kwenye kasi ya Injili na kipimo cha kwenye magoti. Hataki kwenda kwenye kasi ya Injili na kipimo cha kwenye kiuno. Anataka kwenda kwenye kasi ya Injili na kipimo cha maji yasiyovunjika. Mtu mmoja asome Ezekieli 47. Ezekieli 47. Soma 43 mstari wa 3 mpaka wa 5 kwa sauti kabisa. Mstari wa 3 mpaka wa 5. Ezekieli 47. Ezekieli 47. Nisomee kwa sauti kama. Na alipotoka mtu yule mwenye uso wa kutimia mkononi mwake. Wewe katoa. Leo shughuli ipo mwalimu wa sita mpya. Mbili huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia, sikiliza. Ezekieli 47 mstari wa 3. Biblia inasema na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda masharikini, akapima dhiraa 1000, akanigusha maji yale, maji yakafika mpaka viweko vya mguu. Hapa maji ya kisha akapima dhiraa 1000, akanigusha maji yale, maji yakafika mpaka magoti. Yakafika kwenye magoti. Awamu ya 3. Kisha akapima dhiraa 1000, akanigusha maji yakafika mpaka viuno. Awamu ya 3 kwenye kiuno. Endelea. Awamu ya 5. Kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Hebu tuongee yote hapo. Yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Unataka kwa sauti. Yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Endelea. Maana maji yamezidi. Maji yamefanyaje? Yamezidi.
kanisani, Roho Mtakatifu kwenye kiwiko, wanaenda wanapotaka. Akiamua asitoe zaka, bado anapishana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaenda hivi, yeye anaenda hivi, wala hana shida. Akiamua asije kanisani, anaamua tu. Akiamua tu kwamba atende dhambi asitubu, anaamua tu. Ndio unashangaa huyu vipi? Mbona yuko kanisani? Tatizo ni kipimo. Hebu sema kipimo. Kipimo kile kinaamua maisha yake yaongozwe ama hayaongoze yeye mwenyewe. Lakini kipimo cha kwenye magoti chenyewe pia unaweza kushindana na maji na ukayashika. Ila tofauti yake ni kwamba chenyewe utahenya kidogo. Kwenye hapa wale kama kuvuka kwenye mto. Wewe mnaelewa. Maji ya hapa ni tofauti na kwenye kiwiko, si sawa eh? Ya hapa ukitaka kwenda mwisho wa siku utashinda, lakini hautarukia pale kuone kama pale. Utapambana, utaishia kwa jamaa wewe aliyebakisha kijeupe na kuinama yule pale. Unajua utaenda. Kwa sababu ukiinua kuna maji yanakuwa kidogo yanakupushi. Unapambana, mwisho wa siku utashinda, ingawa ushindi wako umepambana sana. Na tunao Wakristo kanisani ambao wako kwenye kipimo cha magoti, wanapambana kushindana na mapenzi ya Mungu, wanapambana yanawasukumizia kwenye mapenzi yao, wanapambana, wanakuta mwisho wa siku wameshinda, matakwa yao yameshinda. Tatizo ni hili, kipimo. Hebu sema kipimo. Maji ya kwenye kiuno kama ni mtu ukitaka kuvuka, ukianzia hapa, rafiki, hautaangukia kwa yule mama, hautaangukia kwa yule mama kisha nyeupe, utaangukia kwa yule mama mwisho kule. Na mwisho kule mwisho kule. Yeye tosha nyuma. Yule anaona yule. Lakini utakuwa umefanyaje? Umevuka, sio? Yaani maji utapambana naye, mwisho wa siku utakuwa umeshika. Kwa sababu ya kwenye kiuno hapa ina nguvu kidogo. Kwa hiyo ukipeleka kidogo ile inakupusha. Ukiwa mguu unasuku. Utapambana, mwisho wa siku utashinda, lakini ukiwa umetoka sana. Utashinda, utayashinda. Mapenzi yako yatapata nguvu, lakini utarukia pale kwa sababu haya maji yana nguvu. Sasa Ezekiel kote huko tunaona alivuka zile wilaya moja, alifanikiwa kupita. Zilipopimwa wilaya kwa awamu ya 4. Hebu sema kwa awamu ya 4. Anapotikisa mkono na mai, sema mchana wa leo natamani kuangukia kwenye awamu ya 4 ya kipimo cha maji yale, kipimo cha maji ya kubatizwa. Kama ukitoka mahali hapa, ondoka kwenye kiwiko, ondoka kwenye magoti, ondoka kwenye kiuno, ingia kwenye maji yasiyobukika, maji ambayo ni ya kuogelea. Ukiingia ndani yake, mapenzi yako yanakufa, yanabaki mapenzi ya Yesu katika maisha yako. Haleluya! Kipimo cha kipimo. Soma maandiko haya, Ezekiel anaeleza vizuri. Anasema kilipopimwa tukaingia. Hebu ngeti rafiki pale. Anasema tulipokanyaga. Sikiliza vizuri hapa. Sikiliza vizuri. Ezekiel 47 kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema watano, Biblia inasema kisha akapima 30,000 yakawa mto nisioweza kuvuka. Hebu sema mto nisioweza kuvuka. Mto nisioweza kuvuka. Awamu ya kwanza ulikuwa mto, kama haukuwa mto. Ulikuwa mto, lakini anaweza kufanyaje? Alivuka kuvuka. Mto unaenda hivi akaenda vile, maana yake amepishana na mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anafananishwa na maji. Bwana Yesu asifiwe. Anapishana na mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Awamu ya pili akavuka, akavuka kwenye magoti. Awamu ya tatu alivuka. Sasa ile awamu ya 4 anasema nitapanda maji yasiyo bukika. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alijaribisha. Alipopeleka mguu kwanza akanyani kwenye ardhi.
ukiingiza mguu, akili zako zinakwambia nenda pale kwenye dirisha lile, lakini ukikanyaga yanakugeuza, yanakwambia hapana, wewe umeitwa kwenda kule, umeitwa kwenda huko. Kwa hiyo unaingia kwenye mtu ambao unaenda anakopata Roho Mtakatifu, sio pale unapopata wewe. Hicho ndio kipimo cha kubatizwa. Hawitugenda. Unasema yes of course. Wewe usiamshi. Mtu wa Biblia sitawapi. Hawitugenda. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maji ya mto usiovutika, maji ya mto usiovutika, maji ya kuogelea, maji ya mapenzi ya Baba, hayo nayatamani mchana wa leo. Kama sijatoka mahali hapa, nisaidie hapo. Maji ya kuzikwa, maji ya kupotelea, watu wakiniangalia wasinione mimi, wamuone yeye. Hicho ndio kipimo cha kubatizwa. Ndio maana Yesu anawaambia kweli mlipokea, hongereni, lakini kwa kazi niliyowaachia ya enendeni ulimwenguni kote, nimewazuia kwa sababu nataka usiende na kiwiko, usiende na magoti, usiende na kiuno. Nataka mwende na maji yasiyovukika. Haya maji hata yangeinuka mafuriko ya Mafarisayo ya baraza la Sanhedrin mbele, likawatishia likawapiga viboko. Haya ni maji yasiyozuilika, ni maji yanapeleka kwenye mapenzi ya Bwana. Hata kama umeshikiwa bunduki mbele yako, ni maji yanapeleka kwenye mapenzi ya Baba. Hata mume wako akikukataa, hata mke wako akikukataa, utasema nitabaki na Yesu. Hata kama ukifukuzwa kazi, utasema nitabaki na Yesu. Lakini kitu gani kinakubeba? Ni maji yasiyovukika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka mfano huu sasa. Rafiki ndio anafundisha watoto. Nimemtengenezea mazingira mazuri hapa ya mfano. Hacho. Sasa niangalie. Unaniona hapa? Unaniona vizuri? Tuseme haya maji ni Roho Mtakatifu. Sawa sawa? Na hili chupa ndio kanisa ama ndio mimi na wewe. Sasa siku ile ulipookoka kilifanyika kile kitendo cha Yohana 20:22. Siku umeokoka ukampokea Roho Mtakatifu. Unaye umpokea. Sawa sawa? Hii chupa imepokea maji, haijapokea? Imepokea maji. Si ndio? Swali lingine. Hii chupa imebatizwa katika maji? Imebatizwa katika maji au haijabatizwa hii chupa? Kwa sababu tusiogope. Mbona mnachanganya maneno kwa lugha bwana? Nasikia kupika shi. Imebatizwa au haijabatizwa? Haijabatizwa. Yes, uko vizuri. Imepokea lakini haijabatizwa. Nimwambia neno batiza maana yake zika, gharikisha, zamisha. Hii chupa imepokea maji lakini haijazikwa kwenye maji, haijazama kwenye maji, kwa hiyo haijabatizwa. Sasa Yesu alizuia watu wa namna hii, wana roho kwenye kiwiko, wana roho kwenye magoti, wana roho kwenye kiuno. Hapa anawaambia msiondoke, hawaambii msiondoke mpaka mmepokea, maana walishapokea, ila anawaambia msiondoke mpaka mmebatizwa, mpaka mmepotelea ndani ya Roho Mtakatifu. Sasa kitendo cha kubatizwa namba moja, nasema namba moja, ni wewe kujaa. Yaani kitendo cha kubatizwa hii chupa, namba moja ni hii chupa kujaa maji. Hebu sema namba moja ni chupa kujaa maji. Namba moja inajaa. Si imejaa ni? Swali langu, imebatizwa, imebatizwa, ila imejaa.
lakini hajabatizwa. Kwa hiyo kile Yesu anazungumza kwenye Matendo 1:4-5, maana yake hata hapa bado haujafikia kile kiwango. Si sawa sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza ni wewe kujaa Roho Mtakatifu. Hatua inayofuatia ili uonekane umebatizwa, ili chupa hii useme umebatizwa, lazima ijae namba 2. Namba 2 iliyojaa maji yenyewe izame ndani ya maji. Swali, hii chupa imebatizwa haijabatizwa? Imebatizwa katika maji haijabatizwa? Aha, sasa mmenielewa. Maana yake imejaa na imepotelea kwenye maji. Na sisi tukiangalia, cha kwanza kukiona sio chupa. Cha kwanza kukiona ni maji. Jamani, haleluya. Ni maji, ndio baadaye kufuatilie ndani ya maji haya kuna nini? Tunaambiwa kuna chupa. Cha kwanza kuonekana kwako, kazini kwako, familia yako, kwa mume wako, kwa mke wako, asiwe wewe, awe Roho Mtakatifu. Wakishaona Roho Mtakatifu ndio waonishe huyu Roho Mtakatifu ndani yake yuko nani? Waseme wao, ndani ya Roho Mtakatifu yuko Masaja, yuko Masaja, yuko ndani ya Roho Mtakatifu, amepotelea ndani ya Roho Mtakatifu. Ni maombi yangu katika mchana wa leo kwamba utoke kwenye kiwango cha kiwiko, kwenye kiwango cha magoti, kwenye kiwango cha kwenye kiuno. Mchana wa leo ufikie level ya kiwango cha kubatizwa, kiwango cha kuzamia ndani ya Roho Mtakatifu. Hata watakao kuona waseme tumemuona Roho Mtakatifu katika maisha ya fulani. Ukiona nimesimama hapa na hubiri mwanzo mwisho, alafu nyie masimulizi yenu yote tumemwona Chandarika kwenye kongamano la Pentecost, tumemwona Chandarika, ujue hapo kuna shida. Ili kongamano likiisha, kila mtu akasema tumemwona Bwana kwenye kongamano la Pentecost, tumemwona Roho Mtakatifu kwenye kongamano la Pentecost. Maana yake ni nini? Chandarika alikuwa hapa, lakini ndani ya Roho Mtakatifu aliyekuwa anafanya yote mlioyaona hapa na mtakayaona sasa, sio Chandarika, ni Roho Mtakatifu aliye ndani ya Chandarika. Na kwa huyo viwete wanatembea, na kwa huyo viziwi wanasikia, na kwa huyo vipofu wanaona, na kwa huyo waliopoza wanainuka tena kwa Roho Mtakatifu. Asante rafiki. Asante kwa kufundisha pamoja na mimi. Ubarikiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Pigieni makofi mazuri. Bega mfano yako. Ningekuwa ni mzee wa maji ya upako, ningeyauza. Na mngenipa milioni 5 sasa. Lakini najua upako uko kwa Roho Mtakatifu. Hayo maji vitambaa ni usaliti. Na zote ni dalili za mtu aliyeachwa na Mungu. Kabisa. Kabisa. Dalili za mtu aliyeachwa na Mungu ni kutafuta visaidizi ili aonekane Mungu. Aonekane Mungu. Kwa hiyo atakupiga mkono hata kutengeneza kisaikolojia na wewe utanasa pale, utajua nikipata haya maji utapokea uponyaji. Hamna lolote. Ni dalili za kupoteza Mungu sana. Roho Mtakatifu hahitaji kutakataka. Sikiliza, amejitosheleza. Hana haja sio chumvi ya upako, sisi diria la upako. Hana haja. Amejitosheleza. Kama tukikaa naye sawa sawa, hatuna haja ya kwenda kununua udongo sio upako, hatuna haja. Tukimbeba yeye ni mtoshelezi. Anaweza kufanya mambo ya kushangaza. Jamani, haleluya. Mimi kwa maisha yangu mbaya nimeshuhudia viwete wakitembea, wasijifahamu wengine wako hapa, viwete wakitembea, wakitupa magongo, naona hii. Jamani, haleluya. Nimeshuhudia waliopooza wakipona, naona hii. Nimeshuhudia mapasa wakizaa, naona hii. Wala sijawapa vitambaa, sijawapa vitu vya upako, nimewa
jina la Yesu lipitalo majina yote, lenye mamlaka juu ya mamlaka zote. Kwa jina hilo mapepo yanatoka. Haleluya jamani, haleluya. Tatizo letu ni kwamba tuko kanisani, tumerizika na kiwiko, tumerizika na magoti, tumerizika tuangaike na tumetosheka. Sikiliza, Mungu amenituma hapa nikukasirishe kwamba toka kwenye kiwiko, toka kwenye magoti, toka kwenye kiuno hapa. Nenda Samia, nenda Samia, nenda Samia, nenda potelea ndani ya Roho Mtakatifu. Wewe uliyowezekana kama si kitu, ukisha Samia utakuwa kitu cha maana. Amina. Na mshirika wangu mmoja yuko pale kanisani, alikuwa anafanya biashara Zanzibar, akaumwa. Akaja kanisani kwa mara ya kwanza kwenye maombezi na magongo. Wanakumbuka hao wazee nilioko nao, yale ya kutembelea liko kama duara hili na ndio sio mbele. Wamemleta, wamemshikilia, na mara kutembea hilo hawezi kutembea mbali na miguu inaisha huko mashika. Wakamleta pale kanisani. Siku tulikuwa na ibada maalum ya watu kufunguliwa. Yule dada hakuna mtu alimwekea mkono, nawaambia. Na mkiingia kwa sababu ya Facebook mtaiona hiyo clip. Hakuna mtu alimwekea mkono. Yale mafuriko ya Roho Mtakatifu. Hebu sema kipimo cha kubatizwa. Yale mafuriko yaliyotembea. Yule dada alikuwa amekaa kwenye kiti ameshikilia hivi, maana miguu haina nguvu. Unachiwa ghafla, akasikia miguu kama inakaza, akasimama akatembea kama anaanguka. Ilikuwa ni kama surprise ndani ya kanisa. Tukashangaa, tukasema Yesu tena kitu. Nataka niwaambie pale alisimama, magongo akayakupa, akarudi nyumbani kwake akitembea kwa miguu akiwa mzima kabisa. Miaka kama mitatu iliyopita, tangu umetoka, akaniambia mchungaji, nirudi Zanzibar, watanielewa kama Yesu ni nani. Akarudi Zanzibar, akafungua biashara yake ya duka, anapiga biashara, anasonga mbele na sadaka na tumana. Sasa mchungaji, pokea sadaka hii, kwa kweli fanya kazi ya Mungu. Sisahau kile Mungu amenitendea pale kanisani siku hii. Nataka nikwambie, sio Changarika wala sio Sara Changarika, ni yule Roho Mtakatifu aliyeruhusiwa kipimo cha mafuriko. Mahali popote mafuriko yakipita, takataka huwa zinafadhiliwa. Ni kweli, sio kweli? Roho Mtakatifu ameshuka kipimo cha kubatiza hapa, hata kuombea watu muda mrefu, pokea uponyaji, pokea uzima. Ndio maana nikwambia vitu vingine ni dalili ya kuishiwa nguvu, dalili ya kuishiwa kwako. Mimi nimefanya kazi na ninaona watu wengi ndio wale. Unakuta mtu anaombea watu mpaka anawapiga mtamo. Anawashukuru. Ujue hapo hakuna mafuriko. Mafuriko kuondoa takataka haihitaji nguvu. Inahitaji tu mafuriko yapite. Haleluya. Amen. Sasa kama mafuriko hakuna, matokeo yake ndio utaanza ni wajanji. Anawaambia kwa jina la Yesu, hii kundi leo kwa hii ngurumo radi nyekundu. Ikikukamata huwezi kusimama. Najua nakutengeneza kisaikolojia ya akili yako ili kwamba naenda chini. Mliosoma saikolojia mnaelewa. Mimi naona nitakuangusha kwa maneno. Yaani nakuambia maneno mpaka mimi naenda chini. Saikolojia. Na watu jamani wajana, acheni kudanganya hivi. Sasa nakupiga maneno, alafu anamwambia funga macho usiangalie. Funga macho. Unachokiona ni kama unaenda juu. Kwenye macho sasa kwambia unaenda chini sasa hivi. Alafu anakushika sema hiyo nguvu. Na hakushika tu. Anakuja kama yaani unatandikwa. Kwa hiyo unashtuka. Alafu anapeleka kama kidogo nyuma ya mwanadamu. Kabeba na mdomo. Watu wa majumba sita tunaifahamu kweli, tutatembea katika kweli, tutaishi kweli, na kwa hii kweli wafu watafufuka, viwete watatembea, kwenye dhambi wataokoka, majambazi wataokoka, wachawi watatupa matunguli yao, watasema Yesu ni Bwana.
Sasa ngoja nimalizie. Nilianza kufundisha mambo yanayoonyesha umuhimu wa Roho Mtakatifu. Si unakumbuka eh? La kwanza nikasema anaweka shauku ndani yetu ya kuhubiri Injili. Tunaikumbuka eh? La pili nikasema ndiye anayeshawishi watu kuja kwa nani? Kwa Yesu. La tatu nikasema ndiye anayetupa ujasiri wa kuendelea kuhubiri hata kama kuna matisho. Maana nikwambia kazi ya Injili na matisho mengi sana. Lakini Roho Mtakatifu anatupa ujasiri wa kuendelea. Hata kama kuna matisho, anatupa ujasiri wa kusonga mbele. Anatupa viwango vya imani. Imani inapanda. Haleluya. Jamani, Roho Mtakatifu ni mzuri. Siku moja nakumbuka katika shuhuda nyingi ambazo nakupa chache. Na uzuri shuhuda nyingi nakupa ziko kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Ukiingia kule utaona. Ninapoandika Tumaini Chanjalika au na YouTube Tumaini Chanjalika. Haya ninayokushuhudia hapo utayaona wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa Morogoro miaka kama sio mitatu pale kwa Askofu Mkuu. Nilikuwa na mkutano mkubwa sana hapa. Nimeanza Jumatatu. Siku ya Jumanne wakati nahubiri katikati ya ujumbe nikaona wanamleta mtu mmoja, mtu mzima, wanamsukuma na wheelchair, wakamleta mpaka wakamkalisha nyuma kabisa ya mtaa. Wakati wanamleta nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia yule atapona hapa kwenye mkutano na ataondoka bila wheelchair. Na mimi nikasikia sauti ya Roho Mtakatifu na kuwa jasiri kama simba. Ndio inazungumza Roho Mtakatifu anatupa ujasiri katika mazingira ambayo kibinadamu usinge ndani kama unaweza kufanya vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nilimaliza mahubiri nikaita watu mbele kuja kuokoka. Wakati wa maombezi nikawaambia watu nendeni kumlete yule baba pale nyuma. Wakamleta, wakamsukuma, nikatoka jukwani, nikashuka chini. Utaniona pale kwenye picha, nimetoka juu nikashuka chini. Yuko pale na wheelchair, nikaulizia kidogo historia yake, nikasimuliwa kidogo. Nikaambia wale wa kanisa, wahudumu waliokuwa pale, naomba mumsimamishe. Yule jamaa kwa historia yake alikuwa ni jambazi sugu, yaani mwizi sugu pale Morogoro. Kwa hiyo ameingia watu wengi kwa miaka mingi. Sasa watu walikuwa na hasira naye, wakawa wanamtishia. Siku hiyo wakamkamata akiiba. Walimpiga kipigo cha kuua, wakamvunjavunja miguu yote, walipasua na mawe na nondo na kila aina ya kitu kigumu. Wakampasua kitu, wakamua meno. Walimvunjavunja, wakajua wamekufa, wakaondoka, wakakimbia, wakamwacha. Kumbe huku nyuma kauhani akalechea. Watu wakapita, wakamsaidia, wakapeleka hospitalini, wakahangaika naye. Sasa mpango ulikuwa baadaye kuwa mkapo ile miguu. Lakini akapata Msamaria alirudia ile wheelchair, kama ile kutembea nalo, lakini wazo la baadaye ilikuwa ni kuondoa miguu. Maana imegoma kuunga. Yaani huku kwenye miguu ukiangalia kuna mifupa yako nje huko. Yaani alikuwa ni mbaya. Hawezi kusimama, hawezi kukaa vizuri. Yaani hali ni mbaya. Wanaleta baba, nikamwambia wao msimamishe. Wakamshika huku na huko wakamsimamisha. Tukaanza maombi takatifu sana. Tulipoanza maombi nikasikia wewe maneno ya ujasiri na la imani. Nikamwambia haya, nikamwambia mwachie. Wakachia pale moja, wakachia pili. Nikamwambia haya, tembea. Yule baba akaanza kutembea. Kama anakashuka namna hiyo. Akaenda kama hatua mbili, akataka kudoroka kushuka mpaka chini. Alikuwa naye anatamani kuona ile muujiza. Kwa hiyo aliposhuka akainuka peke yake bila haraka. Alipoinuka miguu kama ikapata nguvu. Akaanza kutembea. Ukiangalia clip ile utaona alizunguka kwenye uwanja na watu nyuma yake. Kwanza alipoanza kutembea uwanja mzima, watu walipiga kelele, wakaanza kulia. Watu wanalia kwenye uwanja. Maana ni kitu ambacho akili za kibinadamu zinakataa. Na haleluya. Hata mimi nilikuwa naombea nikabaki na shaka. Nini kimetokea? Kwa sababu sio mimi, ni Roho Mtakatifu
yangu, ameyapenda yao. Yule jamaa akatembea, wakaja nyuma yake, wameinua wheelchair, wanatembea nao. Jamaa akazunguka uwanjani, ana furaha sio ya kawaida. Aliyekuwa hawezi kutembea akatembea kwa miguu yake. Unachukua saa ya kuondoka. Wale wahudumu wakamkodishia pikipiki. Ya pikipiki sio ya kwake. Pikipiki ikabeba wheelchair yake. Yeye wakamwambia kurudi nyumbani kwa mguu. Pikipiki akabeba wheelchair, yeye akaondoka katika kwa mguu. Kesho yake Jumatano akaja kwenye mkutano peke yake kwa mguu. Alhamisi akaja peke yake kwa mguu. Ijumaa na Jumamosi akaja peke yake kwa mguu. Jumapili maajabu tuliyoshangaa pale kwa askofu kuna ibada kama 3. Nilihubiri ibada kwanza. Tukatoka ofisini na tukatoka kanisani tukaelekea ofisini kwa askofu. Ni juu ghorofani. Na kule juu ghorofani kuna madarasa ya Wakristo wapya yanaendeshwa kule. Kwa hiyo tumetoka sasa ofisini, tunarudi ibada ya pili. Niko na mke wangu sana. Tumetoka tunangoja askofu, tunasogea karibu na ngazi. Tunakutana na Wakristo wapya wametoka kwenye darasa lao. Yule jamaa yuko mbele yao, ametoka kwenye darasa, anatembea. Nikamuuliza, ni wewe? Akasema ni mimi. Umepanda hizi ngazi peke yako? Akasema nimepanda peke yangu na nashuka peke yangu. Njoo ushuhudie nikishuka. Jamani, haleluya. Na wala ashuka akishikilia. Akateremka ngazi peke yake, akaenda kwenye ibada. Nikifuatilia klipu siku ya mwisho tena ilikuwa sababu kwenye mkutano Jumapili, nikamuita. Hiyo pia imerekodiwa. Nikamwambia kwa jamani, pona hapa siku ya Jumanne. Yuko hapa. Naomba aje peke yake hapa jukwani. Najua Morogoro mnafahamu. Wanafahamu karibia robo 3 ya uwanja. Wanafahamu. Akatoka, akaja akapanda jukwaa ngazi za jukwaa akapanda mpaka juu. Akafika pale akashuhudia. Nakumbuka maneno aliyosema. Alisema jamani, mshukuru sana Yesu. Mimi nilikuwa mwizi jambazi, Morogoro mnanifahamu. Polisi walinishinda. Lakini Yesu ameniweza. Yesu ameniweza. Haleluya. Jamaa akabadilishwa. Kwanza kaokoka, kapona utume wake. Niko mahali hapa nikutie moyo. Tamani mafuriko ya Roho Mtakatifu. Tamani kipimo cha kubatizwa. Tamani kipimo cha kuogelea. Kwa kipimo hicho, takataka zote za ukoo zitatoweka. Kama kuna miungu ya ukoo wako itafadhiliwa, mafuriko yakipita. Kama kuna matambiko yalifanywa kwa ajili yako, mafuriko haya yatayafagia yote katika jina la Yesu aliye hai. Tamani kusamia kipimo cha kuogelea na uitumia. Amen. Ndugu zangu, ujanja wa Kristo ni kukaa kwenye mafuriko haya. Hauna ujanja mwingine wowote. Hata ungesoma mpaka kafikia kibao kimeandikwa no school. Kama una Roho Mtakatifu, nataka nikwambie wewe ni sifuri na masikio juu. Shetani hakuogopi, wala haogopi Kiingereza chako, wala haogopi Kifaransa chako. Wewe sema tu yes, no, of course, tomorrow, yesterday. Wewe wanakumeza hivyo. Lakini mtu leo kwenye mafuriko, hata kama Kiswahili kimegopa, anaongea kwa Kisukuma na nikuchapa. Niliokoka. Nilibatizwa. Niliokozoka sasa toka. Hivyo hivyo. Aliyefurika. Hata kama Kiswahili kimegopa, akienda hata akikemea pepo, yaani Kiswahili hicho hicho, wewe pepo toka. Toka. Pepo anaangalia Kiswahili kimepinda ama kimenyooka. Anaangalia nguvu itokayo. Sisemi msisome, nasema msome, lakini Yesu aliwaambia wasome kaeni Yerusalemu. Hakupinga elimu yao, ila akawaambia pamoja na elimu yenu hakikisheni mnabatizwa katika Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Amen. Soma sana, lakini hakikisha umebatizwa katika Roho Mtakatifu. Lakini nikwambia faida nyingine ya mwisho kwa leo. Roho Mtakatifu anatupa usemi kwa ajili ya nchi. Faida nyingine kama muhimu nyingine. Roho Mtakatifu anatupa nini? Anatupa nini watu wa sita? Usemi. Hebu sema usemi. Usemi. Mtu mmoja anasomea andiko la tunakwenda kumalizia. Waefeso 6.
18 na 19. Au kwenye nisome kwa ajili ya kufukuzana na muda wangu. Waefeso 6:18 hadi 19. Naomba niruke wa 18 nisome wa 19 peke yake. Nasema pia na kwa ajili yangu mimi nipewe nini? Msemo kwa kufungua kinywa changu ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Nipewe nini? Nipewe nini? Kwa hiyo mhubiri yeyote wa Injili, na unajua kila mshirika ni mhubiri, ni mwinjilisti. Tunatofautiana namna. Huyu anasimama jukwani kama Tanganyika, anahubiri maneno yanamtoka, lakini mwingine anaongea taratibu tu, lakini ni Injili. Ukisoma kitabu changu hiki cha Kanisa la Moto wa Uinjilisti, nimewaomba hili kitabu la shilingi 7,700, lakini nimewaambia nitawauzia shilingi 5,000. Hili kitabu siongei tu kwamba ununue kwa sababu unawaza hiyo hela. Ninawaza ile elimu, maarifa utakayopata hapa yatakupeleka mbali. Hiyo hela haifanani na hiki kilichopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa la Moto wa Uinjilisti. Hapa nimeelezea kidogo uinjilisti ni nini. Nimeelezea kidogo hapa kwamba uinjilisti ni kitu gani. Uinjilisti tafsiri yake ni nini? Uinjilisti ni neno ambalo limetokana na neno Injili. Injili tafsiri yake ni habari njema au good news. Na hilo Injili limetokana na neno la Kiyunani linaitwa evangelion. Hebu sema evangelion. Evangelion maana yake habari njema. Neno hili evangelion lilitumika kwa mazungumzo ya kawaida kwa Wayunani. Na kwenye karne ile ya kwanza, kama walitaka kitu kifanyike cha habari njema, waliitisha mikutano. Kwa hiyo walituma mjumbe aende akitangazia watu kwamba jamani, watu wa majumba 6 tuna mkutano wa evangelioni, utafanyika pale karibu na kanisa lile la majumba 6 PH. Tuna mkutano wa evangelioni. Na hiyo mkutano sio kama ilikuwa ya kidini. Neno evangelioni wao ni habari njema. Kwa hiyo wakitangaza wakasema tuna mkutano wa evangelioni, maana yake watu wote wanaokiingilia pale wanatarajia kusikia habari njema. Haleluya. Amen. Na habari njema zenyewe ingeweza kufika pale ukaambia evangelioni tulionayo leo ni kwamba tunatoa msamaha wa kodi kwa wazee wote wa miaka 60 kuendelea mbele. Au evangelioni tulionayo leo tunawaita wananchi, habari njema tulionao, evangelioni tulionao leo ni kwamba tunatoa msaada wa chakula. Kuna makundi hapo, wale wote ambao labda wanapitia tabu, wapitia wachukua chakula. Hiyo ni evangelioni. Sasa mtu ametoka nyumbani kwake akaenda kwenye mkutano, alafu akifika pale asisikie habari njema, yule mtu angeumia na angelalamika na angewaambia waliomwita hawajamtendea nini haki. Sasa kila mshirika ni mwinjilisti. Kwa nini? Kwa sababu kila mshirika amebeba evangelioni. Haleluya. Amebeba habari njema. Tunatofautiana namna ya kufikisha evangelioni, lakini hata kama una kasauti kembamba kadogo, huwezi kusimama jukwani utamwendea mtu kumshuhudia. Hiyo ni Injili. Kwa hiyo wewe ni mwinjilisti. Haleluya. Unapeleka habari njema. Mimi nafanya chochote cha uinjilisti. Na huwa nawaambia uinjilisti tafsiri yake sio tu vurugu nyingi madhabahu. Tafsiri ya uinjilisti sio sauti kubwa. Ingawa sauti kubwa haikataliwi, maana nyinyi ninayo na uwezi nimejaribisha kuipunguza, siwezi. Lakini si tafsiri kwamba ni sauti la Tanganyika ndio ukisikia sauti kama sasa yule ni mwinjilisti. Ana sauti kubwa. Yule ni mwinjilisti. Sio wote wana sauti kubwa na mwinjilisti. Tafsiri ya uinjilisti sio kurukaruka mpaka kuvunja majukwaa. Sio kupiga mbizi madhabahu. Ingawa kama unapiga mbizi kwa nidhamu, ila usivunje madhabahu yetu.
ifanye kujisi ukainua Mungu paswa madhabahu unalipa. Uinjilisti sio kuja madhabahu sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sio dhambi kuruka, maana kila mtu kwa namna yake. Na nini wafundisha kutumika kwa namna yake. Usimwige kadhalika. Tumika kwa namna yake. Kama ni mtu wa kuruka, mimi ukikuta na ubiri kwenye mkutano wa nje. Hapa nimejizuia mama. Kwenye mkutano wa nje unaweza kaniruka. Kwa sababu siwezi. Yaani ndio maana ukilipa kidogo unanitesa sana. Na tamani yani kama nzuri nifanyie nzuri wakamata. Kwa hiyo ndio nilivyo. Lakini kwa simhukumu mtu ambaye anaweza kusimama kwenye jukwaa kama hii akahubiri mwanzo mwisho. Kitu utakachokusikiliza kwake, je, anaongea evangelio au anaongea habari mbaya? Kama kasimama hapo alafu anachokitema ni evangelio, habari njema za Yesu, habari za wokovu, habari za uwezo wa Yesu, nasema yule mwinjilisti hata kama amesimama kwa kama hapo. Kwa tafsiri ya mwinjilisti ni kile unachokisema, sio aina ya watu tunatofautiana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwingine akihubiri hapo mwanzo mwisho atakasha mtoto. Lakini mimi kama niko nje ya mkutano, niandalie vitambaa kama hivi vinne vitaloa kote. Ili kote wakati wa maombi kwa watu maji yanadondoka pa. Ni mimi nilivyo. Na wewe wewe kama ulivyo. Lakini tufanane eneo moja ya ujumbe tunaopeleka. Uwe ni habari njema za Yesu. Amen. Sasa unakuta mtu anakuambia mimi ni mwinjilisti. Mwinjilisti ni mtu anayepeleka habari njema, anayepeleka evangelio. Anakuambia mimi ni mwinjilisti. Lakini akisimama jukwani anapeleka habari njema na tukana watu, wanabadilisha watu. Nyie mliokuja wapi hapa? Bila moto. Wote mliokuja hapa Biblia. Tayarishia. Bao kwanza mekauka kama mti mkavu. Hiyo sio injili. Hiyo sio injili. Unakuta mtu anasimama kwanza mimi ni mwinjilisti. Nasema mimi jamani, haleluya. Mimi ndio Kristo yule brandi ya moto. Mimi napoenda popote naenda kuua wachawi. Mwinjilisti unatuma kuua wachawi. Mwinjilisti ametuma kuokoa wachawi. Sio kuua wachawi. Hebu acheni hizo ile. Jamani, haleluya. Amen. Nimetuma kuua wachawi. Kwa kama ndugu yako mchawi anaanza mapema, wewe unapeleka evangelio wewe. Fika mahali sema, nimetuma mahali hapa. Nimependa habari njema za Yesu. Yesu ambaye alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Nimesimama hapa, wachawi wataokoka. Wachawi watakufungulia. Majambazi wataokoka. Tumetumwa kuwafungua waliofungwa. Waokolewe, wamkimbie Yesu aliye hai. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Sio kudhalilisha watu kwenye kwa. Uinjilisti ni habari njema, evangelio. Sema evangelio. Sasa Roho Mtakatifu anatupa usemi. Kusema usemi. Nini useme? Mwaka 1996 ndio ilikuwa mkutano wangu wa kwanza kusimama kwenye jukwaa. Acha ile ya kuhubiri mtaani huko, soko kwa soko mtaani, nimeshahubiri sana tangu mwaka 93 nilipookoka. Lakini 96 ilikuwa mara yangu ya kwanza kusimama kwenye mkutano ambao umeandaliwa jukwaa. Ilikuwa wakati huo nilikuwa kiongozi wa series mwenyekiti. Na mchungaji wangu kiongozi alikuwa ni Pastor Dunstan Kalemba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati tuko kule Mbezi Beach, Mbezi Juu. Akaalika kwenye mkutano wa chini hapo Segerea. Hapo Segerea. Mwaka 96. Mimi nikiwa mpeleketo nikasema baba siache aende peke yake. Na beba begi lake. Naenda naye. Nikamwomba kaja twende. Nikabeba begi lake, nikaenda. Jamani, haleluya. Amen. Hizo sasa kubeba mabegi ya mchungaji. Wewe kuna mafuta utaachiwa ambayo hakuna mtu ataelewa yanakuja kwa atashangaa naanza kuwapa moto wa mtakatifu. Kumbe kwa sababu uko karibu na baba yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Mwanangu Yogi, nimekuona umekuja, ubarikiwe sana. Hebu simama, punga mkono wako juu.
Yule ni mwanangu, ni kiongozi wa shirika pale kanisani. Alafu ushuhuda kama unatamania wewe kidogo. Lakini yeye pia ni dereva. Akisikia tu baba anaenda mahali, hasa siku za Jumapili, atasema baba, nataka nikuendeshe. Nataka nikupeleke huko. Na safari naye maeneo mengi sana. Lakini mfanya biashara anafunga biashara yake akasema baba twende. Baba twende. Na nimemtabiria kwamba huyu atakuwa mfanya biashara wa kimataifa. Atanunua bidhaa China, Uingereza, Marekani, South Africa, hata Tanzania. Atachukua bidhaa Tanzania atapeleka mataifa ya nje katika jina la Yesu aliye hai. Lakini pia atakuwa mwinjilisti wa kimataifa. Amen. Sema amina. Amen. Sasa tukaondoka tukaenda Segerea. Tukafika mahali tukakaribishwa. Kwa mchungaji tukapewa chumba, nikalala cha kwangu na mchungaji wake. Akahubiri siku ya kwanza, ni Jumatano ilikuwa. Akahubiri siku ya pili ilikuwa ni Alhamisi. Akahubiri siku ya tatu ilikuwa Ijumaa. Akahubiri siku ya nne ilikuwa ni Jumamosi. Jumamosi alimaliza kuhubiri. Aliposhuka tu mikoani akanifuata. Akamshika mkono. Sasa ni wazee kama vile darasa hapa tunaona mimi msumbufu. Akanishika mkono. Akanipeleka mbele. Akaniambia, "Tazama. Tunakumbuka ile ushuhuda wa dada mmoja anaitwa Suzette. Anafanya huduma na mwinjilisti Leonard Bonke." Nikamwambia nakumbuka shuhuda zake maana nafahamu. Akaniambia nakumbuka ushuhuda ambao Bonke aliandika kwenye kongamano kubwa la maombi la wanawake. Alafu katikati ya maombi akamshtukiza Suzette akamwambia, "Utahubiri wewe?" Nikamwambia nakumbuka ushuhuda. Ile nikamwambia mchungaji, "Bwana nataka ufanye nini?" Akaniambia, "Yatakukuta yaliyokuta Suzette." Ndugu zangu, mna mchungaji mzuri anayejua kutengeneza huduma za watu. Sina muda wa kuongea mengi hapa, lakini nawaambia Mungu amewapa neema kuwapa mchungaji Kaneno Dasta. Ana moyo wa kuinua vipawa vya watu. Ana moyo wa kuwajenga walio chini wainuke juu. Haleluya. Amen. Akasema sio rahisi siku ya mwisho ya mkutano wako. Na zamani hizo kutoka miaka ya 90 na leo mikutano iliyokuwa na nguvu. Yaani mkutano katika Segerea, makanisa karibia yote Dar es Salaam wanaleta kwaya. Wazee wa kanisa karibia wote, wachungaji karibia wote wanakuja hapa. Mnakumbuka ile mmoja aliondoka 90 kurudi nyuma huko. Tuseme 2000 kurudi nyuma. Jamani haleluya. Sasa siku ya mwisho kuna watu wengi. Na ndio kama mkutano. Lakini yeye ananiachia. Akaniambia, "Yatakukuta yaliyokuta Suzette." Sasa nikaogopa akasema, "Mbona sikujiandaa?" Nikamwambia, "Mchungaji, wewe ni baba yangu. Nashukuru kwa upendo wako. Lakini kwa kweli nimeshtukizwa sana hii. Baba naomba uhubiri peke yako, mkutano mwingine nitahubiri." Nikamwambia, "Hapana. Utahubiri wewe." Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema basi, wewe ni baba sana. Basi niombe. Tukaondoka tukaenda nyumbani. Tukafika pale usiku tukafanya ibada. Kila mmoja kaenda kwa chumba chake. Mimi nimeenda kwa chumba, ninawaza mkutano wa kesho. Na nafahamu wiki ni Jumapili mkutano unafurika. Na nafahamu atakuja wachungaji pale watajaa pale zaidi ya 20. Najua. Nasema nenda kuongea kitu gani? Sijawahi kwenye mkutano. Na kesho ni mwisho, alafu bahati mbaya mchungaji ameanza na upako usio wa kawaida. Mimi kesho nitakuwa. Ule usiku niwaambie ukweli, nichukua Biblia. Nikasoma Biblia. Mistari yote ambayo nilikuwa najitia moyo kama siku ya kwanza kusimama kwenye jukwaa nitahubiri Mungu. Ile mistari kila mstari nikimsoma ambao nilisema nitaanza na huu. Nikimaliza naangalia. Sio ripoti na kusema basi. Sasa nikishasoma mstari nitaongea nini? Na tafuta mwingine. Nasema huwa nikisoma nikimaliza. Sio ripoti na kusema basi. Nataka niwaambie usiku kucha nilikuwa nasema mabati. Nilifungua Biblia mwanzo kutoka mpaka Ufunuo na mwanzo kutoka Ufunuo. Na tena nilifungua Biblia kaingia somo la ngapi? Mpaka kwa mstari ambapo nilisema nitahubiri kama kosa point. Nikasema leo ndio katika asubuhi. Asante kwa wakati.
nina hali fulani ya kuogopa. Tukaingia kanisani, tukakaa, nakumbuka nilikaa kama kiti cha mbeleni hapo hivyo. Wao walikaa juu wachungaji. Sasa mchungaji alihubiri habari za Roho Mtakatifu. Nakumbuka kichwa cha juu ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Lakini niwaambie kweli, point alizozungumza sikumbuki hata moja. Kwa nini? Kwa sababu wakati anahubiri mimi nawaza jioni. Nasema jioni itakuwaje? Mpigo mtao jioni mpaka sasa sina ujumbe. Ibada imeisha. Akajua kwamba hofu imeingia. Sasa naye mchungaji ni mjanja, anajua kuandaa watumishi. Anajua kuandaa. Akasema nikikaa karibu na Tanganyika atanirudishia hiki kijiti. Kwa hiyo alichofanya, ibada imeisha. Akaenda kwa mzee wa kanisa. Akamwambia twende kwa mzee wa kanisa, alikuwa anaishi maeneo ya jirani pale. Wakaondoka, hakumwaga mtu yote. Wakaondoka wakaenda kwa mzee wa kanisa, hawajaniaga. Mimi niko pale, nikaendelea kusoma Biblia. Wakati ni saa 8 karibia. Fungua Biblia ni mstari wote hapo. Nikafika kama saa 8 kama na nusu karibia saa 9. Nikasema sasa, sikumkuta mmekaribia mjini sisi na ujumbe. Nikasema naenda kumwambia mchungaji utahubiri mwenyewe. Nikatoka nje. Nimeenda nje na mtafuta mchungaji. Mungu kumbe alifundisha, alimuelekeza ili aliandaa. Nikatoka nje kuwaulizia watu, jamani, Bwana asifiwe mpendwa. Amen. Mchungaji wangu yuko wapi? Sijui. Bwana asifiwe mpendwa. Mchungaji wangu yuko wapi? Sijui. Bwana asifiwe mpendwa. Mchungaji wangu yuko wapi? Sijui. Kila mtu anaweza kusema sijui. Nikahangaika nikaenda chooni nikakuta kwa kanisa. Simuoni. Nikasema sasa moyo umeanza kudunda. Sasa wajua hofu ikiwa nyingi, kuandaa ujumbe hakuna kitu kigumu kwa kama kuandaa ujumbe ukiwa na hofu. Sasa ndio hapo kabisa yani. Nikatungoka kila mara sijamuona. Nikarudi ndani. Nikasema Yesu nini sasa? Alichukua ya moja bishop. Nikaenda pale na funga Biblia sio ile ya kuhubiri. Kafa. Nikasikia hapo wanakuja wakiimba. Kumbe ni kwaya kutoka Ubungo, wakati walikuwa marehemu Mtekiwa. Ametuma kwaya na basi posta fulani. Wamepata na vyombo juu. Alafu wanajaa alikuwa wanakuja wanaimba kwa sauti. Kipindi hicho ilikuwa ni moto. Hebu huo moto tuuamshe tena. Jamani amina. Wanakuja na basi wanaimba. Niendelee. Injili hiyo niendelee. Wanaimba kama radi. Niko ndani ya kanisa nikasikia wanaimba. Nikasema nikachungulia. Ndio ni kwaya inakuja naimba. Mafyongo yamepaki juu ya kenya. Manake vilivyopo kwenye mkutano vitoshi vinaongezewa. Alafu mhubiri mwenyewe hana ujumbe. Acha kabisa. Ndugu. Ndio pale. Wakapeleka mambo wale na wachungaji kurekebisha wana kutoka kule na jamii nyingine. Sio vioo kile vya kutofanya kwa na Luba sikile. Wale kuchukulia kwa chini. Wakashika vyombo, wanaimba kutoka kwenye uwanja pale, mavyombo yale yakaongezewa yakafungwa. Imefika kama saa 9:30. MC akasimama piga test. 1 2 3 1 2 3. Ndio tena. Mic number 1. Mic number 2. 1 2 3 1 2 3. Tuna test kita. Akatest. Alikuwa anakubali akaanza. Jamani watu wa Segerea. Leo ni siku ya mwisho. Na kama mnavyofahamu, siku ya mwisho inakuwa moto kuliko mwanzo. Leo utaona maajabu hapa. Na wakaribisha watu wote. Lete viwete, lete vilema, lete viziwi, lete waliopooza. Mhubiri wetu amejipanga sawa sawa. Lete viwete, lete vipofu. Mhubiri amejipanga. Watainuka watafunguliwa. Nikasema mhubiri MC. Mbona anavuka mipaka yake? Nani kamtuma ongea haya mhubiri? Nikatoka nje nikasema naenda kumwambia mambo ya mhubiri achana. Wewe karibisha tu watu. Wewe nikainuka. Nataka nitoke nje. Nilipotoka nje. Roho alipokuambia usiende kile itakuwa ni fujo kule mtaa. Nikaenda kwenye mlango. Nikaenda.
Jamaa mleta sana. Ubiri wale wamejipanga sawa sawa. Ana mpango usio wa kawaida. Nenda hapa wafu. Nenda. Nikasema sasa nenda kuuliza tena mchungaji kwa mara ya mwisho. Bwana hali ni mbaya sasa. Ndugu zangu nilikuta mimi ninapoongea. Nikatoka tena nje nikasema na mtafuta kwa mara nyingine. Nikauliza mtu mmoja, mchungaji wangu uko wapi? Nimeshiki. Siamua kabisa. Nikamwambia mwingine, sawa mchungaji wangu ameenda. Yeye sasa kaniambia, sijui lakini ni kama nimeona niondoka na mzee fulani. Nikamwambia mzee anaishi wapi? Akaniambia anaishi mtaa wa pili. Nikamwambia nipeleke. Akanichukua mguu kwa mguu. Tukaenda kwa mzee wa kanisa. Tumefika akaniambia ndio hapa. Mimi nikafika pale Mungu na muda nikaoga kaka. Kakata kabini kafungua kuchi. Kalifungua nikaingia kwa kama nimeingia sebuleni. Nikamkuta mchungaji pastor kananipa mchungaji ananipenda wewe pastor. Nikamkuta amekaa kwenye sofa. Amekaa kwenye sofa ametulia. Hana habari ya wewe niacha mwenyewe. Nilikosa hekima lakini nilichuku. Nikaenda kumwambia pastor. Wewe umekaa hapa mimi basi sina chuku. Sasa kwa wewe tunakalema na hekima hii. Nawezekana mtakaa sawa sawa mtanisikia siku nyingine. Wewe kanaanza kutangalika. Tulisema. Anaibuka nikakaa. Akafungua Yoshua 1 mstari wa 6. Fungueni anaweza kumsema. Nikafungua Yoshua 1 6. Akaniambia soma mwenyewe. Inasema uwe upana na moyo wa ushujaa. Mchungaji kama umeelewa hapa, sababu kama msipomtumia vizuri mtapoteza vitu vingi sana. Anasema soma tena mara ya pili, nasoma. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Akaambia tena nasoma. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Akaniambia utajaribu. Utaenda kuni. Akaniuliza, umewahi kuomba Mungu akutumie kwenye maisha yako? Nikamwambia ndio. Akaniambia, unataka aanze kukutumia nini? Wewe ungejibu. Ungesema kesho. Ungesema mwaka ujao. Unataka aanze kukutumia nini? Nikamwambia baba leo. Baba hekima za kuelewa ndio umeletewa hapa mtumieni. Jamani wa Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia baba leo. Akaambia sasa Mungu hawezi kutumia mtu aliyekaa. Mungu anaenda anaoenda. Anatembea anatembea. Anatumia walio kazi. Unataka aanze leo? Nenda kazini kwa. Nikaenda baba nikuta. Nikapiga magoti akaniombea. Hebu mzee ndio sauti yako safi lakini piga tu magoti sana. Akaniombea Mungu. Sitasahau katikati ya Mungu. Nikaingia hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kama wanapotea ni upuzi. Baba sisi tunaokolewa mkono ya Mungu. Hilo ndiko likanishia nipiga magoti. Kimoyomoyo nikasema hili ndio nitaenda kusoma kwenye kitabu. Alafu kimoyomoyo nikasema nitalisoma ili andiko. Nikiona sina point za kusema baada ya hapa nitamwambia mkutano anataka kuokoka aje ili ndio neno la Bwana. Nitamalizia hapo na hapo. Unajua Roho Mtakatifu anatupa usemi. Baada ya kwenda tukainuka gari ilikuja katufuata pale tukapeleka sasa ndio kama tukaenda kulingana na mchungaji tukapeleka kwenye mkutano. Nimefika kwenye mkutano umejaa pale mbele meza na wachungaji wamekaa, maaskofu alikuwa amekaa mpaka mwenyekiti wa nini unaita kwa ile big November kushe alikuwa amekaa pale. Jamani wa Yesu asifiwe. Na maaskofu wamekaa pale, wachungaji wamekaa pale na mimi ni pambi pale. Mimi nikebana kama na moja.
Nikaenda nikaingia, mpasa akaniambia twende na wewe ukae hapa. Tukaenda, alipokaa akaniambia na wewe kaa hapa. Nilipokaa kuna shemasi mmoja sasa alivaa beji. Akaja mbio akanifuata. Wewe, uko wachungaji toka. Tuwe kama mwacha ndio wakaniacha. Nikakaa pale nilikuwa nataka nikatulia. Asante. Sasa alipokuwa akaimba, mchungaji kiongozi akasimama akanisalimia. Aliposimama akasema, jamani, leo ni siku ya 5. Tunaye mtumishi wa Mungu ambaye anaanza tangu siku ya juzi ya Jumatano, mwinjilisti Dansan Kanemba. Sasa naomba nimlete hapa. Yeye aendelee na ratiba nyingine zote alizonazo. Kitu kingine ambacho tunakifanya sikisahau mpaka leo. Alipoitwa yeye akashika mkono. Twende tushauriane. Tukapanda naye madhabahu. Sasa unajua sasa unapoangalia watu nimesema pale kwa ndio pale alafu sasa yeye aliposhika maiki akaanza kunipamba. Akasema, jamani mkutano, mimi leo sitopii, lakini naye kijana wangu hapa mtumishi wa Bwana mpaka mafuta ya Bwana. Ninamfahamu nilivyo. Bwana amepaka mafuta. Dakika chache hapa Paulo cheche hapa. Yeye ndio mlisa jarika. Atasimama hapa, atamtaja chama shetani. Aya akanipamba na hakuna kitu kibaya kama upambo alafu ulete pumba. Bora kumpa nyamaza sikupamba ulete pumba julikane huyu mapumba tu. Kuliko umepamba alafu ulete pumba. Sasa na ulipamba pale ni hofu ikaongezeka. Nawaambia ukweli, wakati nimesimama pale, hofu unajua hofu ikizidi, nikaanza kama kuvibrate. Sasa kutetemeka mbele ya watu na naona pepo ikikaza ili ningoza kikaza miguu ikizidi, nimekaza ghafla nikaona nimesigama mbele ya kijana wangu. Tumisha Mungu, paka mafuta. Mungu anamtumia. Nikaanza kutetemeka miguu. Kabisa ninapofanya hivi miguu inapishana. Inapishana. Sasa ninachomshukuru Mungu. Mungu awabariki wale wapambaji wale mkoa. Walipamba mkoa walitengeneza. Kwa hiyo walipigilia mbao hapa. Na wakafunga vitambaa kuanzia hapa kwenda chini. Kwa hiyo mhubiri alikuwa anaonekana kuanzia hapa. Sasa umati kilichoendelea huku chini hawakuona. Hawakuona. Lakini chini hali ilikuwa ni mbaya. Anatemeka na maji. Amekasana kijana wangu. Mungu anamtumia. Na mtaona hapa ikatokea. Na akasema sasa namkaribisha mwinjilisti Chajarika achanje Segerea kwa nchini. Kuna watu waniambia niloshuhudia hapa nusu. Aliwahi kuniambia Chajarika kusimama mahali popote. Usikirikiri udhaifu. Usiseme jamani mimi ni panzi tu. Mimi ni kuku tu wa kienyeji. Kwa hiyo usikize tu neno la Bwana. Mimi si kitu nitakataka. Aliniambia kutoka Kalemba akaniambia kama wewe ni panzi ondoka mbele za watu. Watu hawataka kusikiliza panzi. Watu wanataka kusikiliza matendo ya Yesu. Yanayotenda Roho Mtakatifu. Jamani amina. Kwa hiyo nikakumbuka ile maneno kama kawaida. Nikakamata maiki nikasema jamani mtapa haleluya. Mchungaji wangu Dansan Kanemba ambaye Bwana anamtumia leo ili ahubiri. Amemaliza kazi yake. Lakini Roho Mtakatifu aliyeko ndani yake yuko mahali hapa jioni ya leo. Atanitumia na mtashangaa dakika chache zijazo. Utamwona Yesu akitenda miujiza mahali hapa. Alifundisha yote haya kama mwanzo niongee kibao. Sio kiburi, kumwinua Yesu. Kuonyesha watu kwamba hapa matumaini hapo. Lakini kuambia tumaini ni chumvi tu. Mimi ni maziwa tu ya ng'ombe. Mimi sisi hawa watu kiburi kama Paulo hapa watapokea ujumbe. Kwa hiyo waonyeshe kwamba umekubalika na Bwana. Amen. Waonyeshe kwamba umenyoshewa figo kwa saa hiyo. Hayo ni majina yako yamesimama mbele za watu. Na hausimami hapo kwa ajili ya Chajarika, umesimama hapo kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo eleza uwezo wa Yesu, eleza mamlaka ya Yesu, eleza matendo ya Yesu yatakayotokea
yako utakuja Korinto ya kwanza sura ya kwanza. Injilisi hapo nimewaka tayari. Nikasoma. Bila nikulangu kwa nini? Point. Takusema. Na nilikuwa mdhamini kukosa point. Naambia hili ndio neno la Bwana. Anataka kuokoka aje mbele. Wakigoma, anataka kuokoka aje mbele. Wakigoma anasema haya mbarikiwe. Naweka mbele na shule. Sasa niliposoma ile andiko, niwaambie ukweli. Ni mambo yametokea kwenye maisha yangu. Na nakushuhudia hadi kwamba yakupe kiu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nilihisi kama kuna kitu wangapi mara kubeba watoto ile siku hizi sioni sana bila kubeba mtoto wanaume sana tunafanya unambeba miguu inakuja mbele hivi unambeba kwa safari nane kilomita 7 ngapi wangapi mara fanya hivi ni watoto wa 2000 ya dunia ni watu wa dini ya mimi wangapi nifanya hivi wengi na ukiangalia wengi kama kijana wengi nifanya sasa niko pale kwani nikahisi kama kuna kitu kimeshuka kimekaa yani ni fili ya ile mtoto anapokaa. Alafu kichwa kinakuwa karibu na hapo. Shingio jamani. Alafu miguu inaningia chini mikono inakuja kama inashika hapo. Sasa kile kitu kimeshukia hapa. Nikasikia kama kitu kimeshuka na nikasikia kama uwepo mzuri kama furaha. Yani Roho Mtakatifu kumbe ndio ishara hiyo inashuka hapo. Amekaa. Nikasikia sasa kama sauti inatokea hapa. Kama vile mtoto mdomo wake unapokaa hapa. Nasikia kama sauti inatokea hapa. Na naambia baada ya kusoma andiko na naambia sema kwa hiyo nimesimama ni kama nafuatilia maelekezo ya sauti hapa nazungumza sikiliza nilihubiri karibia saa nzima maneno ya kuishia karibia saa nzima na baada ya kuhubiri pale nikasema wangapi pale kuokoka wakaja watu wengi mbele kuokoka nikawaambia sana toba nikasema wangapi na shida kuna changamoto Yesu yuko hapa umecharuka wakati huo ndugu nilipoanza kuombea wagonjwa ule uwanja ilikuwa na shida lakini yote haya nikachukua sio Tanganyika hata kidogo Tanganyika ni yule aliyekuwa muoga hata kukimbia mbele lakini aliyefanya haya sasa ni Roho Mtakatifu ndio maana mimi sisogelei wala sikuhusu utukufu wa Mungu hata niliombea kiwete akatembea hapa sasa hivi sigusi sisogelee utukufu wa Mungu nimeona kwa macho yangu Mungu akiyatenda maajabu Zanzibar analeta mtu mmoja ameparalyze watiende kwenye kurasa wangu mwanamke wamembeba mgongoni atembei pale kwa Askofu Kagame ninahubiri kwenye kongamano yule mama watu wanaingiza roho pale pia akaonyesha namna yule anatembea kabla ya kuondoka niliposimama kutaka kuanza kuhubiri nikawaambia kwamba mbele huyo mleteni vitu vya mbele kwenye klipu utaona anabebwa analetwa mpaka mbele wamemshikilia wakamkalisha pale na mtu mmoja akaenda mwingine huku wamshikilie hawezi tembea ni mwanamama amekaa hawezi tembea miaka ya kutosha ameteseka kwa gamba miaka ya kutosha bado hawezi kuinuka na kutembea unajua wakamshikilia baada ya neno tukaanza maombezi kwenye maombezi kama wale tandikwa chini alipotandikwa chini baadaye Yesu akamfungua akasimama akaanza kukimbia kwenye ile kanisa kama mwanariadha na kesho yake akaja kanisani akaitwa mbele na Askofu Kagame hiyo klipu pia Askofu alimwita mbele kumwoja utaiona alipomwita akatoka chini na kuja mbio kama mwanariadha akapanda jukwani anarukaruka na maji aliyekuwa hawezi kutembea sasa anatembea na uso umeng'aa kama kabiti ni mama aliyekuwa amechakazwa lakini Yesu kamfungua lakini yote hayo yalitendeka nakumbuka Chandarika ni yule jamaa mmoja dhaifu sana lakini Chandarika na Roho Mtakatifu ndio haya mambo makubwa yanafanyika kwa hiyo utukufu hastahili Chandarika wala hata tone hastahili Roho Mtakatifu haleluya barikiwe baba unapenda kuhubiri naona unataka kupemba kama Chandarika kwa zamani hapa wewe unaogopa utatetemeka kama nini madhabahu kila wewe atatetemeka kwa sababu tayari anamtaka fire jamaa ya nina ile msindikiza mpaka mzee hapa hawezi kuhubiri kama Chandarika hivi kahubiri kwa kushuhudia mtu mmoja mmoja ninaachilia upako mkubwa kwa kuleta watu wengi kwa Yesu upokee katika jina la Yesu jamaa wa Yesu asifiwe kwa hiyo Roho Mtakatifu
wa Roho Mtakatifu. Andaa ujumbe wako, usiingie madhabahuni kienyeji. Andaa ujumbe wako, lakini ukisimama, nyakati nyingi sana huwa naandaa tu, lakini nikisimama naweza nikahubiri robo tu ya ndugu wangu nilioandaa, lakini robo tatu ni yale kwa mtakatifu ananiletea baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatupa usemi. Tikisha mwenzako, mwambie atakupa cha kusema. Hebu simama kwa ndugu yako. Atakupa cha kusema. Kwa hiyo usijione wewe mbaya. Na naomba kwa sababu umuhimu wa hili tukio la leo, watu wote tuje mbele. Watu wote tuje mbele. Wale wasiojaa Roho Mtakatifu wataambukizwa katikati ya hili yote, nao wataanza kunena. Njoo mbele. Njoo mbele. Njoo haraka. Njoo haraka. Tunapokwenda kumalizia semina yetu hii, tamani kile kipimo cha njaa, kushindiliwa, kusukwasukwa mpaka kuzamia. Usitamani kuondoka na kitu. Usitamani kuondoka na kipimo cha magoti. Usitamani kuondokea hapo kwenye kitu. Tamani kupotelea ndani ya maji. Wale ambao walikuwa jana hapo waliwaambia kiwango cha kiu mlionao ndicho kiwango utakachopewa maji. Yaani kama kiu yako ni ya gilasi moja, Roho Mtakatifu hawezi kukupa gilasi mbili ama sita. Atakuletea gilasi moja. Sikiliza vizuri. Biblia inasema hivi, aliye na kiu aje kwangu afanye. Sasa maji kiwango gani utakunywa inategemea kiwango cha kiu ulionao. Hapa nikisema uwape maji ya kunywa, kuna mwingine kwa sababu kiu yake ni kidogo atakunywa robo glasi atasema inatosha. Kuna mwingine kama mimi hapa, tuletea maji hapa sasa hivi nitapiga glasi 3 au 4 pili. Maana tayari ni kiu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kiwango cha kiu ndicho kitaamua wingi wa maji utakayopewa. Na najua Roho Mtakatifu anafananishwa na maji. Yeye sio maji, lakini anafananishwa na maji kwa sababu ya kazi yake ya kuleta ujiko ndani yetu. Kazi yake ya kukata kiu kwenye maisha yetu. Amina. Kiwango cha unywa maji kinachotengeneza kiu ni assignment ulionao, ni maji ulionao ambao unauelewa. Kinachoamua ujaza mafuta mengi au kidogo ni urefu wa safari unayoenda. Nisikilizeni, hii ni muhimu sana. Ukimwona mtu anasema anasafiri anaenda Mwanza, alafu anapita shehe, anamwambia mhudumu wake mafuta shilingi 10,000, huyo adui anakwenda. Ukimwona mtu anapiga futi na wasiwasi kwa barabara, anasema sije kama nikapita kwenye mapori yakanishia tena, akaweka na mambo mengine kwa matatu, huyo mtu anasafari. Kwa hiyo wajibu wa jukumu unaloliona mbele yako ndilo litaamua kiwango cha mafuta unayopewa. Kama unajiona wewe ni msindikizaji tu kanisani, unaona kama anasababisha atakayelipa watu wa kanisani, atakayejaza kanisa ni mchungaji kamili, ndugu, utaondoka hapa hata kijiko cha mafuta utapata. Lakini yule anayeelewa kwamba mimi napaswa kujaza hili kanisa, ni mimi napaswa kuleta mashirika kwa Yesu, ni mimi napaswa kuleta Dar es Salaam kwa Yesu, huyu ataondoka hapa ameshaza matengi, kwa sababu kibarua alichonacho na anachokitafuta ni kikubwa.
Biblia inasema Mungu hufanya kazi nasi kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu ni kidogo, matokeo tegemea. Nguvu ni nyingi, matokeo tegemea mengi. Roho Mtakatifu ni yule, lakini kiwango cha nguvu inategemea kiwango cha. Amina. Funika macho. Unaona imekata bana. Kila mshirika. Sikiliza. Kila mtu. Turekodi hivi vipande vya. Kwa hiyo siwazi kuhusu kutoka kwa Biblia. Ni masomo. Hii live. Sema Bwana. Mchana wa leo kwa unyenyekevu wote nimekuja madhabahuni pako. Nimeelewa ni mimi niliyekusudiwa kujaa kufurika kipimo cha kubatizwa. Ni mimi niliyekusudiwa